Bwana, tugeukie taarifa nyingine ambapo meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe ameachiwa kwa dhamana na jeshi la polisi mkoa wa Tabora baada ya kukamatwa jana majira ya saa 7 usiku kwa ajili ya mahojiano kufuatia kauli alizozitoa kabla ya mchezo dhidi ya Tabora United. Kamwe alitoa kauli za kebei kwa viongozi wa serikali na mamlaka za uteuzi Aprili mosi wakati akizungumza na mashabiki na wanachama wa Yanga katika viwanja vya Chipukizi mjini Tabora. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora Richard Abwao alithibitisha kauli hizo kwa ofisa huyo wa klabu ya Yanga yenye maskani yake hapa Dar es Salaam, ambapo ndipo ilipokita kambi mithili ya Bongo FM ambayo imekita kambi Dar es Salaam hapa Tazara Jangwani huko. Sisi tupo hapa Tazara Dar es Salaam. Bwana, Ali Kamwe atatakiwa kulipoti Aprili 21. Hivi hawana mechi hiyo siku? Watakuwa hawana hiyo siku. Au na karibu itakuwa na karibu. Tangalia, lakini hawezi kuathiri kama mechi itakuwepo. Hawezi kuathiri. Maoni yenu juu ya hiki ambacho kinaendelea, sitaki kuwauliza maswali, natamani kupata maoni ya kile ambacho kinaendelea juu ya hili sakata la Ali Shaban Kamwe pamoja na kesi yake. Mnazungumza nini? Kaka. Si bado lipo polisi. Au nataka maneno tuongeze ushahidi? Sio mimi nimeganda. Sio la kuzungumza kwa sababu ya polisi. Mimi nataka mtazamo wenu, maoni yenu juu ya hili sakata ambalo linaendelea. Sio mtoe final ya kile ambacho kinaendelea. Sasa ubaya wa hili uje limeshakuwa nje ya michezo. Limeshakuwa nje ya michezo na limeshakuwa nje ya vyombo kwa sababu kilichosababisha ni kuwazungumzia vibaya viongozi wa serikali na teuzi. Ndio? Sio msemaji wa klabu nyingine, sio na tena utulie neno kwamba kilichosababisha inasemwa kwa sababu bado haijakuwa hatia moja kwa moja, ni mtuhumiwa. Yes, inasemwa. Kwa hiyo kiufupi hili swala wanataka nani, wanataka kama mashahidi, tutaokota nazi za Mwakinyo hapo. Mimi siokoti hiyo nazi ya Mwakinyo. Naijua hiyo. Ngoja kwanza. Wewe unalionaje hili kwanza hili jambo? Na mimi ndo nimewafanyia. Namna ambavyo mnalitazama, namna ambavyo mnaliona hili sakata. Siokoti hiyo nazi. Siokoti hiyo nazi. Watu wametoa mitazamo huko. Naona kabisa mwisho wa kuokota nazi unaingia geti la Mwakinyo. Wavuka uzio wa Mwakinyo. Sakata la Ali Shaban Kamwe limekuwa gumu mithili ya nazi ya Mwakinyo. Halihitaji maneno kabisa, lakini mimi maneno yangu machache ambayo naweza nikazungumza. Vyovyote takavyokuwa. Tuombe mpira ushinde. Tuombe mpira ubaki na status yake. Lakini pia ukishachagua kuingia kwenye disco, ukishachagua kupita kwenye tope, ukubali kwamba kuna wakati ambao tope likiruka linaweza likaingia popote. Sasa kwa kumaliza kabisa kauli yangu iliyonyoka hivi ambayo watu wanapaswa usiingie msikitini ukiwa unawaza kanisani, na wala usiingie kanisani ukiwa unawaza ya msikitini. Ukikuta Warumi wanakula na vibanio, ule na vibanio. Asante. Ila unajua kuna kitu kinaitwa personal attack. Wewe umeiona? Mimi nikizungumzia sijamtaja mtu hapo. Wewe umeiona? Sijataja mtu hapo. Usinipeleke kwenye huo mtego wako. Niache huku nilipo. Bwana nitosha sana. Kuna kitu huwa kinaitwa yani ikitokea wewe umezungumzia kwa niaba ya Bongo FM FC. Ukazungumza vingi vinavyohusiana na Bongo FM FC. Mimi sitaki kuja kujibisha kuhusiana na utengano. Nataka kuja kujibisha kuhusiana na Bongo FM FC. Kwa hiyo mengine yote yanayotokea kuna upande ambao utajaji nani yuko sahihi. Ndio mama. Sasa naona wewe unanitekenya ili nijichanganye. Nataka kurudia tena. Unapoamua kuingia msikitini, ukakuta watu wanavua viatu, unapaswa kuvua viatu.
unapoingia kanisani ukakuta watu wanaingia na viatu, ukivua viatu sasa unatuchanganya. Na wewe ingia na hivyo hivyo viatu. Ikiwa mwiba uliingilia point A, hautatokea point B. Ulipoingilia ndipo unapotokea. Kama umeingia side A ukakuta side B imefungwa, usigonge. Chomoka. Stick kwenye kile ambacho umechagua kuweza kuingia. Asante. Bado mtu yupo na njilinji. Upete anatumia mafumbo mengi. Upete mimi natoka Mbozi. Anatumia mafumbo bado mengi. Sijakuelewa. Yaani hiyo kodi yangu imekuwa ni ngumu. Bado sijakuelewa. Mimi nahitaji ufafanuzi. Narudia tena. Kauli hiyo alishawahi kuzungumza mwana falsafa mmoja Jean Jacques. Anasema ukitaka yani ukikuta watu wanaishi kwenye namna fulani, na wao ukachagua kuingia kwenye hiyo jamii, ishi kama walivyo. Usibadilishe kile ambacho wamekizoea, tamaduni, utaratibu. Yes. Kama ni Ali Kamwe ameingia kwenye siasa, aishi kama wanasiasa walivyo. Kama ni mkuu wa mkoa ameingia kwenye michezo, aishi kama wana michezo walivyo. Asante. Asante mwana michezo kwa wewe ambaye bado upo nasi. Asante kwa wewe ambaye umeandika ujumbe wako kwenye YouTube channel yetu ya Bongo TZ FM. Anasema Frederick Filipo anaomba kuuliza, jamani mbona sawa, nimesha kujibu hilo. Chisano atakuwepo next week. Maswali ni mengi sana juu ya Chisano. Kibwagizo pia kina speed yake. Next week, wiki ijayo Chisano atakuwepo hapa ndani. Kwa hiyo endelea kutusikiliza. Hilo ni swala la kawaida. Bro, umefafanua kwa ukubwa japo kukuelewa mpaka mtu awe na D2 ndo anakuelewa. Galuka Dream ameandika ujumbe wake hivyo. Anasema hivi, kwa nini siku hizi aise, sasa hiyo hapo ni ya kwako ndugu yangu. Black 6 hii hapa ni ya kwake binafsi. Huyu Brook Tiger ameandika huo ujumbe wa kwake binafsi. Unajua kuna jumbe nyingine anaweza akaandika mtu alafu mimi nikaisoma, mimi ndo nikaathirika kwa kile ambacho nimekisoma. Kwa hiyo wacha niache ujumbe wake ubaki na yeye kama alivyo. Usiingie kwenye 18 zake. Aise hatari kweli kweli. Tayavaga. Black 6 anasema sawa, ujumbe wako mzuri kweli kweli. Baraka Posi Mbe anasema kaka nipo Ihanda, upo salama wewe sasa nimesema Mbozi, niona watu wameanza kuniandrama sasa watu wa Mbozi. Sawa bwana. Edson Thomas anasema huku Simiyu muda mwingine sawa. Engineer Badru analishikilia kwa ukubwa kabisa hilo. Kwa hiyo kwenye mpira sawa. Wasonga mwa sawa. TBC sawa, nyie ujumbe wako nimeuona pia pamoja sana. Hizi jumbe ambazo zinaporomoka hapa chini hizi zinanongwa nyingi. Ngoja hizi nizipitishe. Wanasema niziskip. Nizipitishe kwa utuo, alafu baadaye tutakuja kuendelea kutazama jumbe nyingine ambazo zimeandikwa. Dakika moja pekee imesalia. Peter Lugendo tutoe washindi wa shilingi ngapi sasa hivi? Sasa hivi saa 2 hapo tunaenda kudondosha mtu wa shilingi 200,000. Muda wetu wa jackpot ambapo mmoja anapochukua 200,000 anasindikizwa na wanaochukua 220,000. Kwa hiyo maana yake jumla ni watu 20 ambao tunafunga. Lakini sasa hapa naona email iliyotumwa hii sisi nizigawanye utoe kwa watu 10 wachukue 200,000 na watu 10 wachukue 100,000 kwa sababu nataka nifunge dimba leo kwenye jackpot ya mwisho ya bao la asubuhi. Kwa hiyo tuchukue watu 30. Tuchukue watu 30 kwa maana ya 10 wachukue laki na 20 wachukue 10 wachukue 200,000. 20 wachukue laki. Umeelewa vizuri kumbe. Natamani nifanye kama nifuate huu muongozo kwamba wanaochukua laki hawa waongezeke. Alafu hao 200,000 wachukue 200,000 zao kama ratiba inavyoonyesha. So daktari fanya vivyo hivyo bwana ndugu yangu. Kwa hiyo hivi dakika tayari imeshafika. Unaishi nyumba ya vyo. Wakaja wakagonga kwenye kio. Sasa hapa ndo mtachagua kwamba ule ugomvi ulianzia wapi mpaka mwisho na kiwango chenu cha masiara ni wapi. Upete. Kwa mfano, ukitokea leo ukaibiwa, mimi nisikuficha. Ukamdhuru mtu. Mimi nisikuficha. Wewe utahukumiwa. Mimi nisikuficha. Mimi kiwango changu cha kujibu kitategemeana na nilivyo tafsiri wewe ulivyonikosea. Yaani nguvu itakayotumika, coercive apparatus
ambaye nitaemploy dhidi yako, itategemeana na mimi najisikia umenikosea kwa kiwango gani. Kwa mfano mimi wanaambia vile mzito sana kusamehe. Yani ila sasa hapo upete kuna kitu tunataka tukichanganya hapo. Hapo unazungumzia personal feeling, kitu ambacho dunia haiwezi kuendeshwa na feelings za mtu mmoja mmoja. Ndio maana tunaweka sheria kubalance. Sasa ndo nikwambie kitu, kwa sababu kila mtu akifanya anavyojisikia upete. Unajua kwa nini kuna mahakama? Ni kwa sababu ya kubalance hayo mambo ambayo sasa wewe utashi wako na utashi wa hakimu haviendani. Hakimu yupo pale kwa ajili ya kunyosha utashi wako, sijui unanielewa, lakini mimi kwenye fikra zangu wewe usiniguse kama hutamudu. Hiyo ni nje au ndani, yani vyovyote vile. Rusha kisu mimi najibu na nyundo. Unaweza katupa kisu mimi nikajibu bomb fresh. Wanaweza nipige simu kwa mmoja kati ya washindi ambao wamechukua pesa. Kumbuka kuna watu waliochukua shilingi 100,000 na kuna wengine wamechukua shilingi 200,000 ambazo zitoa sasa hivi hapa. Kwa hiyo sasa wewe ambaye sasa hivi unanisikiliza, ukumbuke kweli tunatoa gari, kwa hiyo unaweza pia ukashinda gari leo ambayo inatoka saa 5:50 usiku wa leo. Cha kufanya, chukua simu